geuka kwa Mungu. Lipo tumaini, 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 geuka kwa Mungu. Wanauza bei gani? Liko tumaini, geuka kwa Mungu. Liko tumaini, geuka kwa Mungu ni kauli mbiu ya mkutano wa Injili unaotarajiwa kufanyika tarehe 11 hadi tarehe 25 mwezi wa 7, eneo la Kisatuni, soko la zamani. Hapa nimetembelea eneo ambalo watumishi wa Mungu wanafanya usafi na maandalizi kwa ajili ya effort hiyo ambayo itafanyika hapa Kisatuni, eneo ni la Kibindu. Nyote mnakaribishwa, nafuatana nami ili uweze kuona jitihada ambazo watumishi wa Mungu wanazifanya katika kuhakikisha roho zinaongolewa. Lakini pia nimekutana na mzee wa kanisa Ancent Masawe, naye alikuwa na haya ya kuzungumza. Karibu sana. Hapa ni mzee wa kanisa la Pera ambaye tumekuwa naye hapa katika eneo la uandaaji wa eneo la effort, na niko naye hapa. Mzee, habari za leo? Sijambo mpendwa, habari za wewe? Ni salama, unaendeleaje? Tujambo, tunamshukuru Mungu. Hongera na majukumu ya kazi ya Bwana. Amina. Leo tumefika hapa kwa ajili ya maandalizi ya eneo la effort. Na umeona mwitikio wa washiriki katika kufanya kazi. Hongera pia na wewe kushiriki hapa. Nashukuru sana, ni kazi ya Bwana. Amina. Mzee, unaonaje mwitikio wa washiriki kwa ajili ya maandalizi ya effort hii na effort yenyewe? Unaona picha gani katika kuhudhuria pamoja na maandalizi yenyewe, ambapo effort inaanza tarehe 11 na tuna wiki kama na siku kadhaa mbele? Unaona mwitikio ukoje? Mwitikio uko vizuri, japo kuna changamoto kadha kwa sababu kipindi hiki nacho ni cha mavuno na watu wanawahi kwa ajili ya kutoa mazao mashambani kwa ajili ya mvua ambazo huenda zikanyesha saa yoyote ile, hasa mpunga ukinyeshewa na kuonaota. Lakini pamoja na hayo, lakini wanajitahidi sana. Amina. Amina. Na unaonaje hali ya hawa ambao ni majirani zetu ambao wainjilisti wamekuwa wakiwatembelea mara kwa mara kuzungumza nao? Mwitikio wao ukoje na unaonaje mahudhurio yao yanaweza yakawa mazuri? Kwanza kuna sehemu tofauti mbili ambazo watu wanaokutana nao. Wanakutana na wenzetu wa Islamu, wanakutana na wenzetu wa Kristo wenzetu. Ni ukweli wanauelewa, wameenda kuuelewa vizuri sana kutokana na ile ripoti tunayochukua kwa injilisti. Ukweli wanaufahamu. Kwanza ni watu wanapenda kujifunza. Wanapenda kujua maandiko. Lakini sisi tunawafunulia. Kwa hiyo wanafurahi sana. Amina. Lakini vipi kuhusu hawa wadhamini wa mahubiri haya? Unatoa neno gani kwao kwa kuweza kujitolea kwa ajili ya kazi hii ya Mungu katika maeneo ya Kibindu? Kwanza niwashukuru sana. Hii ni uwezo wa Bwana. Unajua kama mwaka jana tulikuwa kuna effort hapa. Tumekuwa tuna uhitaji mkubwa wa kufanya effort hapa kwa sababu kanisa letu hajui kufanya effort ya eneo hili. Yaani kwa ugo mpana, pamoja na sisi ambao ni wageni maeneo haya, bado injili yetu ilikuwa ijaenea kwa mapana. Kwa hiyo siku za nyuma tulitamani sana tuipeleke injili yetu, lakini Kibindu ni eneo kubwa, inahitaji fedha nyingi kuweza kufanikisha effort yenyewe. Kwa hiyo ni mara kadha tunapanga, lakini inakuwa ni ngumu. Ila sasa Mungu kumleta huyu bwana, najua Mungu ana sababu zake. Amina. Naamini alisikia maombi yetu. Amina. Bwana mbariki sana kwa alipo. Amina. Na wakati mwafaka. Amina. Na mzee, labda neno lako la mwisho kwa hawa ambao watakuwa wakitutazama, unawaambia nini kuhusu mkutano ambao utakuwepo hapa kuanzia tarehe 11? Lakini vipi pia neno lako kwa washiriki kwa ajili ya kujihusisha katika mkutano huu? Kwanza kwa eneo la Kibindu, naamini huu ni mkutano wa kwanza mkubwa wa aina yake kufanyika hapa kwa dhehebu ya aina yoyote lile. Sisi ndio wa kwanza. Na nafikiri hii itavutia watu wengi sana kuja. Maana hata tu ile muonekano na ule uwajibikaji, jinsi ya kuhubiri, masomo yaliyoandaliwa kana familia, afya na kadhalika, ni kivutio cha watu wengi. Kwa hiyo vile vivutio vinamfanya mtu anakuja karibu, alafu anapata ujumbe ambao ulikuwa umelengwa. Wito kwa washiriki, tuungane pamoja ili tufanikishe hii kazi ya Bwana
ikapate mwitikio mpana na tukavune kwa wingi, kwa sababu ndio kazi tulioitiwa na Bwana. Amina. Nikushukuru kwa wakati wako, kwa kutenga muda kwa ajili ya kipindi hiki, na Bwana akubariki na atubariki sote katika kazi yake. Amina. 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 Naam, hivi ndivyo anavyoondoka mzee wa kanisa la Pela Ancent Masawe, tukiwa tunahojiana naye mawili matatu kuhusu maandalizi ya effort ambayo itafanyika hapa Kibindu kuanzia tarehe 11 mwezi huu wa 7 mpaka tarehe 25 mwezi wa 7. Karibu sana, subscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kupata habari. Ulikuwa nami mwinjilisti Benjamin Mikaeli Nyabili. Kwaheri.